Masala ya mume, Waswahili kuambia mume na mke hawezi kupeana, yani hawamalizi kupeana. Ndio. Manake hawamalizi kupanana, hawezi kupanana, yani huyo utampa hichi, huyo utampa hichi. Tuelewe kwamba kuna vitu vimelazimishwa kisharia na kuna zitu zimewatwa khiari kisharia Kabisa. Mambo ambayo ni lazima ni Mwenyezi Mungu kama alivyotuambia, ala almusiri qadaruhu wa ala almuqtiri qadaruhu. Mwenye uwezo lazima alishe kwa kadri ya uwezo, na ambaye hana uwezo atalisha kwa kadri yake. Ndio. Kitu ambacho ni lazima mume kumfanyia mke ni mahitaji ya lazima, sehemu ya malazi ya kuishi na chakula, mavazi, na hutafautiana kwa kutafautiana eneo na sehemu na mtu. Kuna watu wana tabia wakivaa nguo miezi miwili tayari ile nguo hutakalika yenyewe, yani huchakaa yenyewe. Jasho lao ni sumu kwa nguo. Na kuna watu waweza kukana ni wahujurufu, yani hawaangalii nguo, yaweza nguo yani hawana matumizi ya kimpangilio sahihi. Utampa nguo yeo ataivaa ndivyo sivyo, au ataivaa mpaka hata ikitaka kufuliwa haifuliki tena. Watu angalia, sharia imeangalia kuna uadilifu na usawa kwa mtu anaoishi sehemu za baridi atakiwa awe na nguo ngapi, anaoishi katika sehemu za joto ni nguo ngapi. Ndio. Kadhalika chakula kawaida, hawa hula milo mingapi na hula kiasi gani. Tukiweka kipimo kimoja, kuna wanawake hula kushinda wanaume. Wewe mume pengine tonge 5 6 umeshiba, yeye sahani 2 3 ndo ashibe. Kwa hiyo huwezi kusema mimi mwenyewe robo kilo yanitosha. Yeye ni lazima, na hii ni haki ya mume kumpa mke, ni lazima kwa kila siku. Kwa kila siku ndo hulazimu. Ikiingia alfajiri imekulazimu umwekee milo yake 3. Na ikiwa hukupata siku ile, kuna watu tumbo lao hupata kwa siku, ni deni, ila mke tu akusamehe. Lakini watu hawakuzoea kudaiana, mwambia basi nimekusamehe, au hata hawadaiani, lakini haki huwa ni deni. Na matibabu ama mapambo, si lazima kumpa mapambo, kumnulia perfume, shauri yale kwa ajili ya starehe zako wewe mume. Hukumpa utapambana na siki hukumpa utapambana na afro. Wataka Waswahili kuambia matezo matozo, wataka uone nyeza za ngara, mnulie shampoo, nakwambia matezo gharama asipogharamika usimgharamikie. Wataka kuiona hina, toa senti za wachoraji. Wataka kuona makeup, wataka kuona wanda, hana, mtilie mashizi. Kwa hiyo masala ya kumpa pocket money, na hapa kuna wanaume wana tabia hawataki kuwapa wake zao chochote. Hata wao raha yao ni mke akihitaji chochote akupigie simu. Hii si ubinadamu, wala mtu hatakiwi aishi na mkewe namna hiyo. Shika, hizi ni akiba. Ila ukimuona ule mke ni mubadhir, yani ana tabia israfu, ukweli wa mambo, pole kwa kulinena neno kama hili au kulizungumza jambo kama hili, lakini hunu ndio ukweli. Mwanamke ukimpa shilingi 100 atajua namna kuiswarifu, na ukimpa 200 ataiswarifu 200, na ukimpa 1000 ataiswarifu 1000 kwa siku. Ni wewe vile utakavyojua. Yani mara nyingi, hii ni mara nyingi, si wanawake wote, lakini kuna wanawake wana akili, yani hodari, hununua vile zile za dharura. Na madamu anene senti si zangu za mume wangu akafanya israfu, chombo chaweza kuoshwa na maji ya mferejini, yeye ataosha na mineral water, la, haitakiwi. Sasa ukijua kwamba huyu mke ana israfu, Mwenyezi Mungu alitupa kaida kwamba wala tusufaha amwala, usimpe safihi. Safihi ni ule asojua kutumia kitu mahala pake. Wabtalul yatama hatta idha balaghu nikaha fa in anastum minhum rushda. Ukijua sasa
ana uongofu, ajua namna ya kutumia, fadfa'u ilaihim amwalahum, bado huyo hajui namna ya kutumia, itakubidi. Lakini hakukuwekwa limit, lazima umpe pocket money iwe ni zawadi yake. Na tugusie, japokuwa halikuulizwa, una mume hakupi cha kutosha